kuna maeneo ambayo yanahitaji kinywa cha mzazi kisimame, kiombe, kitamke. Ndio maana kuna amri inasema waheshimu baba na mama ili upate siku zako ziwe nyingi. Kuna vitu ambavyo hamna mwingine anaweza kuomba vikakaa sawa kwa mtoto mpaka mzazi ameomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anaangalia nafasi ya yule anayeomba ni nani. Kuna mahali ulimwengu wa roho ili uweze kufanya kazi hauzingatii tu yale mtu anayoomba, unaangalia nafasi aliyoikalia yule mtu ni nani anaomba. Kwa hiyo nafasi ya mzazi haiwezi kukaliwa na mtu mwingine, lazima mzazi asimame aweze kutamka. Na ndio maana sio kila maombi utaombewa na watumishi wa Mungu kwa ajili ya watoto wako. Kuna maombi anakuhitaji mzazi usimame katika hiyo nafasi kuomba mbele za Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati fulani mimi ilikuwa ni mwaka jana, nikawa nimepata nafasi kurudi nyumbani kule Tabora. Nikamtembelea mama. Nilipofika nyumbani tukawa tunaongea naye, tunabadilishana mawazo, kana mmoja maswali mengi sana yanayohusu maisha yangu ya nyuma, kwa sababu mzazi ana kitu kikubwa zaidi. Sawa? Ukimuuliza mama, ulimuita mtoto mpitilie kwa sababu gani? Anakwambia kila mtoto niliyekuwa kila ujauzito ukiingia wanapitiliza. Kwa hiyo hata haka nikajua katapitiliza. So pitilie. Wewe nikaanza kumuuliza mama vitu vingi vya nyuma. Ili kwaje ukaniita ile jina Samsoni, unajisikia nini? Kaanza kuniambia. Sasa baadaye nikamwambia mama, leo nataka uombe kama mzazi juu yangu. Na nitakaa hapa miguuni pako. Nataka nisikie kinywa chako kikiomba kama mzazi. Kwa sababu mbingu kuna mahali zinaangalia nafasi ya ule mtu anayeomba ili ziweze kuact. Si kwa sababu tu ni mtumishi wa Mungu, kwa hiyo kila atakachoomba kitakuwa. Kuna vitu Mungu anauliza, who are you? Anayeomba ni nani? Position. Nafasi ya yule anayeomba ni ipi? Kwa hiyo nafasi ya mzazi ni ya mzazi. Na hivyo kinywa cha mzazi kikitamka, mbingu zina respond. Kwa nikamwambia naomba uanze kuomba kwa ajili yangu. Yule mzee Isaka alipokuwa anawatamkia watoto wake maneno mazito, nikamwambia mama, sikio langu linakusikiliza, anza kuomba sasa. Nikaanza kumsikiliza mama, watu wanaporomoka maombi. I say, moyoni nikaanza kujisikia burudani kabisa. Haleluya. Kwa sababu yalikuwa ni maneno ambayo hayupo mwingine anaweza simama akayaomba. Hakuna mwingine anaweza akasimama akaomba badala yake. Ni kinywa cha mama peke yake au ni kinywa cha baba peke yake ndicho kinachoweza kufungua baadhi ya vitu. Na ndio maana kuna vitu hata kama mama hasali, ukishakorofisha mbingu hazina msaada na wewe. Lazima uende kwa mama hata kama ni mlevi. Sije ukaloga kusema huyu chizi, wewe ndio utakuwa chizi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo hakikisha nafasi ya mzazi unaisimamia. Hata kama watoto wako wameshakuwa ni wakubwa, wamezeeka, wewe siku moja waite kama mzazi. Waambie leo kama mzazi wenu nina kitu cha kuomba. Nina jambo la kutamka kwa ajili yenu. Nina jambo la kutamka kwa ajili ya maisha yenu. Tamka kama mzazi.